Nyinyi wa Tanzania, nyinyi wa Tanzania, walokole, wa Kristo, watu wa makanisani, baadhi yenu, sio wote, baadhi yenu, mapilato, mmekuwa mapilato, yani mmekuwa mapilato, mna dictate vitu, nyinyi ndio mnaamua, nyinyi ndio mnasema mtu aweje, mtumishi afanye nini, na naomba tu niseme wazi tu leo kwa haraka tu hapa kwamba please acheni ushamba, baadhi yenu acheni ushamba. Telling you this is very bad. Naongea kutoka moyoni, na mimi huwa siongei, huwa mna throw a lot of things to me. Mimi mtu natupiwaga vitu vingi tu, kila mtu anaibuka huko anasema lake, huyu anasema hiki, anatafsiri hiki, na nimekuwa nikikaa kimya for so long. Nakaga tu kimya, naangalia, na sio kwamba sioni, nasoma mitandaoni, naona vinavyoongelewa, wakati mwingine nashangaa. Lakini sasa kinachonishangaza nakuja kugundua kwamba yani mnazungumza vitu, baadhi yenu hamna hata ufahamu navyo, hujui kitu hata kinachoendelea, unaibuka tu unakotoka, unaanza kusema tu sasa hebu fanyeni basi hata research, hebu fuatilieni hata vitu kabla hujaingia. It's not just because una bando unaweza kucomment kwenye kitu fulani basi unaingia tu una comment. Sasa leo nimesema leo ngoja nisiwakalie zaidi kimya, maana unajua wakati mwingine ukikaa kimya uongo nao unaweza kugeuka ukawa ukweli. Sasa kwa mfano juzi tu hapa jana imedraw attention yangu kwamba nimesainiwa kwenye lebo ya kusambaza muziki ya Empire. Nimeshtuka, unakuta mtu anasema basi tena huyu tumeshamkosa, sija anasainiwa kwenye lebo. Sasa you just don't know, hamuelewi kwamba ukisikia lebo sio kwamba kila lebo ukisikia basi ni lebo ambayo inamiliki huyu mwimbaji au inamiliki huyu artist. Kama hivi mnavyosikia labda si kuna lebo ya Wasafi, si kuna lebo ya nini hizi zilizokuwa hapa Tanzania kwamba zinamiliki. Hamjui kwamba kuna kitu kinaitwa distribution company label. Yani ni lebo ambayo sio kwamba inamiliki huyu mwimbaji, hapana, lakini inasambaza kazi zake, kwa sababu hizi Spotify, hizi Apple Music huwezi kuziweka wewe binafsi. Yani wewe kama wewe mtu tu ukaingiza wimbo wako kule, unatumia kampuni kuingiza nyimbo kule, uwezi, hawakutambui wewe, hawakutambui mtu, wanatambua hizi kampuni ambazo ndo zinaweza kuingiza muziki kule. Ndio maana zamani tulikuwa tunatumia DistroKid, tukaja kutumia hizi CD Baby. Mtu alikuwa ni lazima uji-enroll, uingie DistroKid ndio uweze kuifanya hii nyimbo yako DistroKid waiweke huko Spotify. Sasa mtu anakurupuka tu. Na ndio the same hizi kampuni kama hizi Empire ama ambao nilikuwa nafanya nayo kabla Empire, ni kwamba what they do, wanachukua ile nyimbo yako, wanaingiza kule, wanasimamia distribution kule, kwa wao wanakata percentage yao ya kusimamia kuzisambaza kazi zako kule kwenye hizi Spotify, Apple Music, sijui nini zote zilizoko huko. Ndivyo tunavyofanya, na hakuna muimbaji yoyote duniani ambaye anaingiza nyimbo zake mwenyewe huko. Yani mimi sio wa kwanza wala sio wa mwisho. Ndivyo inavyokuwa. Hata hao waimbaji wengine wote, hata wewe unayemuona wa kiroho vipi, hata kuna muimbaji unamuona unasema huyu akiimba yani mbingu inageuka chini miguu juu, anatumia kampuni nyingine hizo zilizopo kwa ajili ya kusambaza, ambazo hizo kampuni sio za Wakristo jamani. Sio za Wakristo, hakuna kampuni ya Kikristo inayofanya hivyo. Anawezaje kufanya hizo kampuni, anaingia ambazo hizo kampuni anashiriki nuru na giza wapi na wapi jamani? Hizi kampuni hazijali kuhusu muziki wako ni wa gospel ni na nini, wao wanafanya wanasambaza. Ndio maana humo waimbaji wote mnaowajua huko Nigeria wote mnaona wa kiroho, hao ndio wa kiroho wamepitiliza. Hapa Tanzania wapi? Hapa Tanzania wanaogopa tu kuambia mimi nimekuwa wa kwanza kuingia Empire, lakini hao wengine wanafanya na kampuni nyingine, ila hawasemagi kwa sababu wanajua wakisema mapilato nyinyi mtawarukia juu, mtaruka nao, mtawasema, mtawafrustrate, wanaogopa. Sasa mimi siwaogopi, bahati mbaya. Ndio maana naweza kusema, na mara naweka mambo yangu wazi kwamba nafanya kazi na kampuni fulani. Nimepigiwa simu, nimehojiwa, nasema. Lakini mmezidi, mna frustrate mno watu, mnawapanda kichwani, hamjui hata kinachoendelea. Kwa leo hapa kuna watu wanaamini mimi nimesainiwa kwenye lebo kana kwamba niko chini ndo namilikiwa. Hapana. Mimi nafanya kazi binafsi. Mnajua, mnaonaga, hata angalia nyimbo zangu pale chini imeandikwa Ospo. Mimi nafanya kazi na kampuni ya Ospo. Ambayo hiyo Ospo, yani nitawapa elimu siku nyingine. Mimi mwenyewe ninamiliki lebo yangu inaitwa Heaven Culture. Heaven Culture ni lebo yangu. Mimi ndo ambaye huku chini nanacha vipaji vingine, lakini mimi kama mimi ni free artist, similikiwi na lebo yote. Nafanya na managing company ya Ospo ambao ni ya ndugu yangu Alan, ina manage kazi zangu, ni managing company. Lakini pia kwa huku nje sasa, ili mziki wangu niweze kuusambaza huko nje zaidi, ndio maana nafanya kazi sasa na Empire. Nilikuwa nafanya kazi na kampuni nyingine siwezi kuitaja sasa hivi nafanya na Empire. Sasa mimi nawashangaa, you don't know things, hamfahamu, mnakurupuka navyo tu.
Jamani, hebu acheni hizi mambo. Acheni. Na nyinyi wengine ambao sijui huu mdundo sio wa gospel. Hebu niambieni mdundo wa mbinguni ni upi? Mdundo wa kidunia, mdundo wa mbinguni ni upi? Gospel sio muziki, sio music. Gospel ni ujumbe. Kinachotenganisha ni ujumbe. Ndio maana hebu nitafutieni nyimbo ambao nyinyi mnasema huu, hebu nitajieni wimbo mmoja ambao mnaamini nyinyi huu ndio wa gospel, au nyimbo zenu hizo mnazoamini hizi ndo za gospel. Nikichukua hilo beat, nikichukua huo muziki, nikabadilisha maneno, nikaweka maneno machafu, nikaweka maneno ya mapenzi machafu kama wanaoimbaga watu wengine, nikaweka huo muziki utabaki kuwa gospel. Nikiuplay mtauita wa gospel. Nini kitakuwa kimebadilika? Nini kitakuwa kimebadilika? Music is not about a beat. Gospel is not about a beat, it's about a message. Ndio maana leo jamani, mimi nikiwa nakuwa, kuna nyimbo nilikuwa nasikiliza, nilikuwa sijui lugha yake, niko Tukuyu huko, kuna wimbo wa nani hawa wanaitwa Westlife, ulikuwa unaitwa Queen of My Heart. Kwa sababu nilikuwa sijui Kiingereza, nanyosha mikono juu na abudu kabisa. Kumbe kwa sababu ya ule utulivu. Hivi ngoja niwaambieni kitu. I'm sorry, najua mnazisikiliza hizo nyimbo na wengine mtajifanya msikilize. Hivi Celine Dion nyimbo zake zinazidiwa utulivu na shetani na mama mkwe wake wamekalia misumari. I'm sorry to say this from my brother Edson. Lakini hivi wimbo ule kama ule shetani amekalia misumari una utulivu kama nyimbo ya Celine Dion zile, Kwa hiyo Celine Dion, kwa sababu nyimbo zake ni za taratibu, zina utulivu, zile ni za gospel. Gospel sio muziki wa taratibu, gospel sio muziki wa utulivu, ni message. It's a message. Ndio maana leo mtu aliyoko India, anaimba India huko, Muhindi, akiokoka akaanza kuimba akaanza kuimba muziki wa injili, anamsifu Mungu, anamsifu Yesu. Nyinyi kwa sababu hamjui hiyo lugha, nyinyi mnaweza mkaskip mkijua ni beat, ni yale masongi ya kwenye movie zao, masongi ya Kiindia, kuchikuchi yale, utaskip kwa sababu hujui. Lakini kwa sababu yeye ameimba gospel, lakini ndio muziki wake, ndio utamaduni wake. Kwa mimi ninaweza kuimba any kind of mdundo as long as message yangu ni gospel. Gospel nini? Ni habari njema. Nitaimba kuhusu Mungu, nitaimba kuhusu Yesu, nitaimba kuhusu mambo aliyonitendea, nitaimba kuhusu ufalme wake, kuhusu neno lake, kuhusu yoyote yanayohusiana na Mungu. But using any kind of beat, because music is not about a beat. It's about message, guys. Stop it. Acheni ya mambo. Acheni kwa frustrate waimbaji, mmezidi. Mimi naombeeni kweli, mimi siwajibugi nakaa kimya. Ninasema a lot of things nakaga kimya. Lakini acheni kufanya hivyo. Mwisho wa siku waimbaji wanaoogopa, hawawezi kujitanua mipaka yao, hawawezi yani kuna vitu wanaoogopa. Kwa sababu mmewakalia hapo juu, mnataka kuwaamulia. Yani mimi leo kusaini na Empire kwa ajili ya kunisambazia muziki, niogope eti kisa Empire. Mbona kuna waimbaji wengi tu wa injili wakubwa kwenye hiyo Empire? Na ninaweza nikawatajia majina yao. Sitaki tu kuwataja wengine kwa sababu labda mikataba yao hataki iwe wazi. Lakini guys, stop it. Kwa mimi nijisambazie muziki mwenyewe, nifanye mwenyewe ili iweje? Alafu nifike wapi kwa kujisambazia mwenyewe? Ili nifike wapi? You've been too much. Acheni hizi mambo. Na ndio maana ni furaha yenu kuona waimbaji wa injili wanakuwa duni, ni furaha yenu. Nyinyi walokole wengi wenu, mimi baadhi yenu na upilato wenu, mnafurahia kuona waimbaji wanakuwa duni, hawapigi hatua kimaisha. Mtu anakuja anasema mimi Joel Lwaga 2019 ndo alikuwa ananibariki. Okay, wewe alikuwa anakubariki, basi acha Joel 2025 wabariki wengine. Usilazimishe Joel Lwaga wa 2019 au 2025 kwa sababu tu alikuwa anakubariki wewe. Stop, acha kuwa selfish. Lakini niwaulizeni ninyi walokole leo, niwaulizeni swali ninyi baadhi yenu mapilato wa hukumu. Kama mlikuwa mnampenda sana Boni Mwaitege wa mwaka 2002, mwaka 2010, kwa nini leo bado mumsikilizi? Nyinyi wachungaji mnaosema mnapenda waimbaji walivyokuwa wanaimba zamani, kwa nini leo kwenye mikutano yenu mbona tumuoni Boni Mwaitege? Mbona tuoni mkialika waimbaji wa zamani tena? Mbona tuwaoni? Kwa sababu mnaenda na trend, kwa sababu mnakwenda na kile kilichopo ambacho watu wanakifurahia. Sasa mimi leo nikiamua kubadilika, kwa sababu nisipobadilika mnaniacha, ninajua hilo. Ninajua, kwani sina mifano. Nikiimba vile kila siku mtachoka, mtatafuta kipya, kwa sababu kazi yenu wengi wenu ni mnatafuta what's new. Afu mnataka mimi niwe vile. Mnanilazimisha. Uwe vile. Mimi Joel 2018, stop it guys. And by the way, amjanituma mimi hii kazi. Kati yenu nyinyi wote hamna aliyenituma hii kazi, hamna aliyeniita. Nimeitwa na Mungu kumtumikia. Yesu ndo aliyeniita mimi. Alafu guys, hiki kitu waga nasema siku zote. Yaani mimi ningekuwa nataka kubadilika kuimba muziki wa bongo flavor siji secular, ningeweza na hakuna ambaye angenizuia. Kwani mmeniita nyinyi mpaka niwaogope nyinyi? Lakini namuogopa aliyeniita, aliyenipa sababu ya mimi kuishi kwa ajili ya kumtumikia. Huyo ndo nayemuogopa. Na nitafanya vyovyote vile, nitafanya ubunifu wangu, nitafanya namna yoyote ile kuhakikisha kwamba ninabaki kumtumikia yeye. Sitatumia ubunifu wangu na maarifa yangu ya kimuziki kutumikia mtu mwingine. Na hilo sitawaogopa nyinyi.
Sitawaogopa kusema sasa unajua no. Anayetaka kunisikiliza anisikilize. Asiyetaka kunisikiliza, sikiliza hao ambao unaona wewe wanakupendeza. Usinilazimishe mimi kuwa kitu kingine. Hujaniita, hujanituma, hujanipa hii calling, nimepewa na Mungu. Kwa hiyo wewe ukiona Joel Lwaga sijafurahia hiki anachokifanya, switch it. Nenda sikiliza mtu mwingine, lakini acha kunibugu, acha kunikalia kwenye peji yangu. Wengine mnatukana mpaka matusi alafu wa Kristo. Mnaongea maneno mabaya bila kujali. Mnashutumu vitu hamvijui bila kujua. Stop it. Stop it guys. Acheni. Hivi vitu vimewafrustrate watu wengi. I'm sorry to say this. Mmewafanya waimbaji wa injili kuwa duni kwa muda mrefu. Ndio maana leo ni kweli hatufanyi hivi vitu ili tupate mafanikio ya mwilini, ni kweli. The ultimate goal ni injili ihubiriwe, watu waokoke, watu wamjue Mungu. Ni kweli. Watu wahudumiwe, waponye mioyo, waponye nafsi, waliokosa tumaini wapate tumaini. Nuru iingie kwenye maisha ya watu, giza liondoke. That's the goal, ni kweli. Lakini at the end of the day, haimaanishi kwamba sisi tubaki kuwa maskini. Haimaanishi kwamba sisi tubaki kuwa maisha duni. Lakini hivi vitu vidogo vidogo hivi ambavyo mnashangaa leo mwimbaji wa injili kusign na Empire, mnataka asainiwe tu wa secular kwa sababu mnaona mwimbaji wa gospel astahili. Kwa nini asistahili? Kuna ubaya gani? Kuna ubaya gani? Kwa sababu mnataka tuwe duni. Mnasema eti nuru na giza. YouTube ni ya Kikristo. Hiyo YouTube tunaoingiza huko nyimbo ni ya Kikristo. Hizi platform tunazoweka nyimbo ni za Kikristo. Nionyesheni platform ya Wakristo peke yao. Iko wapi ya kuweka nyimbo afu tuone kama mtaenda kuview huko, mtaenda kusikiliza. Guys, acheni. Haya ndo mambo yanafanya leo hatuna hata mwimbaji wa injili hata mmoja mwenye angalau gorofa. Nyumba tu ya kuishi nzuri kama gorofa hatuna. Hatuna mwimbaji wa injili ambaye anaendesha hata gari ya milioni 300, hatuna. Sisemi kwamba hili ndio goal, lakini nyinyi mnajisikia fahari gani? Mbona wachungaji tunao wenye magorofa? Mbona wachungaji tunao wanaendesha magari ya milioni 100 ngapi huko? Mbona tunao? Why about singers? Why not about singers? Why not about waimbaji wa nyimbo za injili? Mnawakalia kooni, wanawaogopa. Hawasemi, lakini mimi siwaogopi. Mimi namuogopa Mungu aliyeniumba na aliyenipa huduma. So stop it guys. Siongeagi mimi mara nyingi. Sisemagi, sijibu, lakini leo nawajibu. Na nikiona nakaa kimya. Nikiona imezidi, mnazidisha naongea. Najua kuna wengine wanasema Joel kwa nini amejibu? Joel amepani. Hamna. Mimi nakaaga kimya. Na nyinyi mnajua sijibugi hoja za maneno mimi mtandaoni sijibu. But this imechukua attention yangu sana. Stop it guys. Acheni haya mambo. Acheni kuwakalia watu mpaka watu wanashindwa wafanye. Acheni, wanawaogopa. Mimi nawaambia waimbaji wengine hawasemi wanaogopa. But mimi siwaogopi. Nitaendelea kufanya ninachokifanya as long as ninakifanya kwa Mungu. Mungu ndio anayetoa hesabu ya ninachokifanya. Wewe kama unakifurahia, kifurahie. Ukifurahii, achana nacho. Step aside. Usiniambie acheni kuniletea muziki usio injili, muachie fulani. Ni muachie fulani. Kwani tulipewa jukumu kwa pamoja? Tuliitwa wote. Tuligawanywa majukumu kwa pamoja. Uone hata aibu kuniambia eti muachie fulani. Wewe si umsikilize huyo fulani. Let me do it. Let me be guys. Wengine mnakuja mnanikalia juu, sijui muonekana mnataka niwe mzee. Mimi am early 30s, ni kijana mdogo bado. I'm early 30s. Simply because nimefanya hiki kitu kwa muda mrefu, msidhani kwamba mimi ni mzee. Mimi nimetoa wimbo wangu wa kwanza nimefahamika 2017. It's 8 years guys now. Miaka 8. Lakini nilianza nikiwa kijana mdogo. Mimi ni mdogo bado. Early 30s. Mnataka niwe kama mzee? Nitakuwa kama kijana, nitavaa kama kijana, nitaonekana kama kijana. Na injili yangu nitaipackage kuwavutia hao vijana. Wajue kwamba kuokoka sio ushamba, unaweza kuwa umeokoka unamjua Yesu na ukawa sio mshamba. I will do that, that's my calling. Sasa wewe unatoka unakotoka huko just because you have bando, unanikurupukia tu. No guys. No. Imefika, yani ifike hatua haya mambo yafike mwisho. Acheni hayo mambo. Acheni kabisa. Tutitiane kwa upendo, tuthaminiane, kila mtu amuone mwenzake kuwa bora anachokifanya mwingine. Kama unadhani unaona mimi kuna kitu nimekosea, afu guys pia kingine mnatakiwa mjue, mimi sio mtu tu ninayetoka from nowhere. Mimi nina mchungaji wangu, nina muangalizi wa makanisa yetu Apostle Dani, nina mchungaji wangu anaitwa Pastor Dennis Kiwali, nina mama yangu mzazi, nina baba, nina familia, nina watu ambao leo mimi kama nafanya kitu kisio sawa, msidhani kwamba wananimudu, wanaweza kunikalisha chini. Mimi mama yangu hata post tu nikipost, anakuja anasoma kila comment mama yangu. Na anatakiona hii video ataona. Mama yangu mimi ananipigiaga simu ananiambia shusha hiyo post, futa hiki. Mama yangu ni mchungaji na yuko Marekani. Lakini ananipigia simu hata usiku wa manane ananiambia futa hiyo post, ondoa hicho. Nina watu ambao wananiangalia, mimi siendi tu. Nina mchungaji wangu, nimewatajia jina lake. Tuna muangalizi Apostle Dani, muangalizi wa makanisa yetu NTM. Mimi nina kanisa ninakosali. Sitoki from nowhere. Kwa hiyo nyinyi msijifanye nyinyi ndio mna uchungu sana na mimi. Nyinyi ndio wachungaji wangu huko mitandao, nyinyi ndio mnaonifahamu. Stop it. I have people pia. So kama unadhani ni kuna kitu nimekosea, nielekeze kwa upendo. You can DM me, hata comment yako. Yani if you think ama basi hata kitu kama hujui, njoo kwa upendo.
Pakua app ya SNS Premium kwenye Play Store kwa watumiaji wa Android na App Store kwa watumiaji wa iOS ili uweze kusikiliza maudhui ya kuvutia zikiwemo makala 360, historia, riwaya za kusisimua, makala za hamasa, podcasts za nguvu, simulizi za dini na vingine kibao. SNS Premium. Jifunze, gundua, furahia.